Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Kanisa la Waadventista wa Sabato kila mwaka mwanzoni mwa mwaka huwa linakuwa na siku 10 za maombi. Hivyo nichukue fursa hii kukualika katika siku hizi nzuri, njema na bora, na katika mwaka wa 2026 tutakuwa na somo lenye kichwa kinachosema kufunguliwa. Unaweza ukashangaa, kufunguliwa tena? Kwani nimefungwa? Unaweza ukafikiri haujafungwa, lakini nataka nikwambie kwamba unahitaji kufunguliwa. Hapo ulipo, vipo vitu vingi sana ambavyo katika siku hizi 10 ukijifunza utagundua kwamba wewe ni mfungwa unayehitaji kufunguliwa. Hizi siku 10 za maombi ni siku ambazo tunaenda kwanza kumwalika Roho Mtakatifu. Kwa nini tumwalike Roho Mtakatifu? Ndiye aliye na uwezo wa kubadilisha maisha yetu katika ulimwengu huu tunaoishi. Unajua, kabla Yesu hajasulubishwa kisha kufa na kufufuka, hatimaye kupaa juu mbinguni, katika kitabu cha Yohana sura ya 14 na aya ya 16 na 17 anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nani milele, na huyu ndiye Roho wa kweli. Hitaji la Roho Mtakatifu ni la msingi na la muhimu sana, maana yeye ndiye yuko pamoja nasi muda wote mpaka ukamilifu wa dahari. Katika masomo haya ya siku 10 tutajifunza kuichunguza ahadi hii ambayo Yesu aliahidi kutupatia, yaani ahadi ya kutupa Roho Mtakatifu. Nabii Ezekieli katika kitabu chake cha Ezekieli 36:26 anasema kuhusu Roho Mtakatifu kwamba nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Kumbe Roho Mtakatifu ndiye ana uwezo wa kutupatia nia mpya na moyo mpya, ili tuweze kuondokana na hii tulio nayo, hii mioyo yenye taabu, yenye kinyongo, yenye chuki, yenye fitina. Haja ya Roho Mtakatifu ni ya muhimu sana. Mpaka hapo hujaona kwamba unahitaji kufunguliwa? Naam, unahitaji kufunguliwa. Mama White anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sehemu ya 1 ukurasa wa 40, kama wote wangekuwa na nia hiyo ipi, yaani ya kujazwa Roho Mtakatifu, popote ambapo hitaji la Roho Mtakatifu linachukuliwa kuwa jambo lenye uzito mdogo, kumeonekana kuwa na ukame na giza la kiroho. Yaani kama mwanadamu anachukulia uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yake kwamba ni kitu ambacho hakihitajiki, huyo atatawaliwa na giza totoro la mwovu. Ndio maana kufunguliwa kunahitajika. Maana ukitazama ulimwengu tunaoishi huu leo, wengi sana wamefungwa katika vifungo vya mwovu Shetani. Katika Agano la Kale kuna kisa kimoja ambacho kiko katika Samueli wa kwanza na sura ya 14 ambacho kinasema ardhi inapotetemeka. Ardhi. Hiki ni kisa kinachomhusu Mfalme Sauli na kijana wake anayeitwa Yonathani. Siku moja Yonathani aliweza kuondoka na kupanda katika mabonde na milima ng'ambo ambako walikuwa wanakaa
maadui wa jeshi la Kifilisti ambao walikuwa tayari kuwapiga Waisraeli. Wakati huo Wayahudi pamoja na mfalme Sauli walikuwa wametulia, hawako tayari kuamka, hawana nguvu za kupigana vita, hawana uwezo wa kusonga mbele. Yonathani akiwa na uvuvio, Yonathani akiwa ni mtu ambaye amejitia nguvu, akaamua kukabiliana na hilo jeshi. Na alipokabiliana na hilo jeshi, Biblia inasema hivi katika sura ile ya 14 na aya ya 15 ya Samueli wa kwanza, kwamba tetemeko la Mungu lilitetemesha kambi, shamba na watu wote. Yaani imani ya Yonathani ndiyo iliyompa Mungu sababu ya kufanya ardhi ikatetemeka mbele ya hawa mashujaa wawili, yaani Yonathani na yule mbeba silaha, kijana aliyekuwa na mbebea. Kwa hiyo Yonathani na mbeba silaha wake wangeshindwa kirahisi, lakini kwa sababu ya nguvu walioipata kutoka kwa Mungu ambaye alitetemesha ardhi, wale maadui wakatoweka, wakakimbia. Na kama na wewe unahitaji Mungu afanye tetemeko katika maisha kuhusiana na adui ambaye ni mwovu Shetani, ruhusu Roho Mtakatifu awe ndani yako. Na hivyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, ninakualika katika siku hizi 10 uwe miongoni mwa watu ambao wanakaribisha Roho Mtakatifu kwa kusoma neno la Mungu, kwa maombi, na hivyo Roho Mtakatifu aweze kukuandaa kuwa kiumbe kipya unapokuwa unangojea ujio wa Yesu wa mara ya pili, anayekuja haraka sana. Na Bwana akubariki, maana unaenda kujiandaa kuwa sehemu ya watu watakaojifunza, watakaohudhuria kufunguliwa katika mwaka wa 2026. Shairi ya sala tunapoji